Karibu sana kwenye chaneli yako pendwa Waza Elimu. Kama bado hujajiunga na chaneli hii, bofya subscribe na notification bell ili usipitwe na video zetu nyingine. Leo tutaongelea kwa undani kuhusu second selection, uchaguzi wa awamu ya pili kwa wanafunzi wa kidato cha 4 kwenda kidato cha 5. Second selection, yani uchaguzi wa awamu ya pili, ni hatua ya pili ya mchakato wa uchaguzi wa wanafunzi kujiunga na kidato cha 5 baada ya matokeo ya first selection, uchaguzi wa kwanza au uchaguzi wa awamu ya kwanza kutangazwa. Kikawaida, second selection hutoka baada ya wanafunzi waliochaguliwa awamu ya kwanza kuripoti. Kwa wanafunzi wengi ambao huwa wanachagua kusoma private na kwenda vyuoni, hivyo kuacha kuripoti, hivyo nafasi hutolewa kama second selection. Pia kuna shule mpya za kidato cha 5 na cha 6 ambazo huanzishwa na kukamilika kwa kuchelewa, hivyo kutopangiwa awamu ya kwanza. Kwa hiyo hizo shule wanafunzi hupangiwa awamu ya pili au ya 3, hivyo kuitwa second au third selection. Je, nani huhusika kwenye second selection au walengwa wa second selection ya kina nani? Walengwa ni wale wote wenye ufaulu wa daraja la kwanza mpaka la 3, nikimaanisha division 1 mpaka 3, ambao hawakupangiwa kabisa awamu ya kwanza kidato cha 5 na cha 6. Yani ina maana hapa, kama wewe umepangiwa labda chuo, labda unatamani kupangiwa kidato cha 5, wewe hautahusika. Second selection au third selection huwa inawahusu wale tu ambao hawajapangiwa kabisa first selection, either hajapangiwa chuo kabisa au hajapangiwa advance au kidato cha 5 na cha 6 hajapangiwa kabisa, yeye kabaki licha ya kupata division 1 mpaka division 3. Tarehe kutoka kwa second selection. Je, second selection huwa inatoka tarehe ngapi au ni lini huwa second selection inatoka? Jibu ni kwamba kwa kawaida second selection hutoka baada ya tarehe ya mwisho kuripoti kwa wanafunzi waliochaguliwa awamu ya kwanza kupita. Yani wale wote ambao walichaguliwa awamu ya kwanza au tunaita first selection. Ile tarehe ambayo hutajwa siku ya kutangazwa ya majibu ya uchaguzi wa awamu ya kwanza, huwa wanasema kabisa kwamba shule zitafungwa au wanafunzi wataanza kuripoti kuanzia tarehe fulani mpaka tarehe fulani. Sasa ile tarehe ikipita, wale wanafunzi wote ambao wanakuwa hawajaripoti, ndio zile nafasi huwa zinatolewa kwa second na third selection. Kwa hiyo tarehe kutoka kwa second selection ni baada tu ya ile first selection, ile tarehe ya mwisho iliyotangazwa wanafunzi kuripoti mashuleni au kule walipochaguliwa kwenye shule zao kupita. Kwa hiyo serikali huwa inafanya tathmini kwamba ni nafasi gani ambazo zimeachwa wazi au ni nafasi gani ambazo zipo wazi, ili tuweze kuwapatia nafasi wanafunzi wengine. Hivyo second selection majina huwa yanatoka na wanafunzi wanapangiwa wale waliokosa nafasi kwenye awamu ya kwanza au first selection. Nini cha kufanya ikiwa hujachaguliwa awamu ya kwanza na una matumaini ya kuchaguliwa second selection? Sasa wewe ni mwanafunzi, ulikuwa unatarajia kuchaguliwa first selection, lakini bahati mbaya haujachaguliwa, lakini una ufaulu ule ambao unahusika kwenye kuchaguliwa, nikimaanisha daraja la kwanza mpaka la 3, I mean division 1 mpaka division 3. Kwanza pole sana kwa kukosa nafasi ya kuchaguliwa awamu ya kwanza. Second selection haina garantia ya kuwa kama haukuchaguliwa awamu ya kwanza na umepata division 1 mpaka division 3, ni lazima utachaguliwa awamu ya pili. Hivyo ni vyema kufanya application ya chuo, au kama unataka kusoma advance, na maanisha kidato cha 5 au cha 6, nenda shule binafsi ukiwa unasubiri awamu ya pili au ya 3 kama utachaguliwa, kwa sababu haina garantia ule mtu ambaye hajachaguliwa first selection kuwa lazima atachaguliwa second selection au third selection kama ikitoka, kwa sababu third selection huwa haitoki miaka yote. Hata second selection kuna miaka ambayo huwa inapita kabisa haijachaguliwa. Ndio maana nimesema kama haujachaguliwa haina guarantee kuwa utachaguliwa. Kwa hiyo kinachotakiwa ni wewe kufanya application, kwa sababu kikawaida mpaka selection zinatoka au mpaka selection zinaachiwa huwa inaambatana na dirisha la udahili kwenye ngazi ya certificate na diploma kufunguliwa. Kwa hiyo unakuwa ni wakati wako mzuri wewe kuweza kuomba vyuo mbalimbali au kuomba kozi mbalimbali katika vyuo vya kati. Kwa hiyo ikitokea second au third selection hazijatoka au haujachukuliwa, unakuwa una nafasi ya kwenda kwenye vile vyuo ambavyo tayari ushaomba, umeshapata nafasi kwa baada ya dirisha la udahili kufunguliwa. Kwa hiyo ndio kitu cha kufanya kama wewe unasubiri second selection au third selection. Je, nitapataje taarifa endapo majibu ya second selection yametoka au second selection zimetoka? Njia kuu mbili ambazo zinaweza kukusaidia wewe kufahamu kama majibu ya second selection yametoka. Namba moja, kwanza angalia mara kwa mara kwenye tovuti rasmi ya ofisi ya Rais
TAMISEMI. Ofisi ya Rais TAMISEMI ndio huwa wanahusika moja kwa moja na upangaji wa wanafunzi kidato cha 5 pamoja na vyuo vya kati. Kwa hiyo wakiachia second selection moja kwa moja huwa wanachapisha katika tovuti yao. Kwa hiyo ukipita kule kwenye tovuti yao kwenye sehemu ya matangazo utaweza kuona majibu ya second selection au third selection. Na njia ya pili ni tembelea kurasa zetu kwenye mitandao ya kijamii, hasa WhatsApp channel ya Waza Elimu. Kwa hiyo kupitia channel ile unakuwa unapata nafasi ya kupata updates. Chochote kitakachotokea lazima tutoe updates kwamba ni nini kinaendelea au majibu yameshatoka au hayajatoka, au unaweza ukaniuliza moja kwa moja sisi wahusika. Asante kwa kutazama, na kama una maswali lolote kuhusu second selection tuandikia hapo chini kwenye comments. Usisahau kusubscribe, like, share video hii kwa marafiki zako wanaosubiri majibu ya udahili au second selection. Mpaka wakati mwingine, nakutakia kila laheri kwenye safari yako ya elimu.